Bana, inakuwaje timu ya watu wangu wa nguvu? Naitwa Shax. Siku zote nakwambiaga kwamba mimi ndo mwalimu wako ambaye nakufunzaga wewe mambo ambayo nayafahamu. Sasa leo nimepata nafasi adimu kabisa ya kupatana na mamba fulani ambaye amekuwa anazungumza mambo mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan kuhusiana tu na tasnia ya utumbuizaji ama hapa nchini Kenya. Anaitwa Coach Idris Chawa Warrington Apoko. Inakuwaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru Brand Africa Media, the big media Eastern Central Africa. And then nashukuru Kaka J Media, the big media. Wewe ni mmoja wapo ya watu ambao waliongea mambo mengi sana baada ya demo Facebook kwa kwamba ameondoka Obina TV. Siku za hivi karibuni tumeona ni kama uhusiano wao ni kama tena umerudi na ni kama wameanza kufanya kazi pamoja. Wewe kwanza maoni yako kuhusiana na swala zima ni yapi? Maoni yangu nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kukubali maombi yangu. Nakwambia Brand Africa sijalala zaidi ya miezi kadhaa. Kuanzia demo ya Facebook ametoka kwa Obina, nilienda kwa Pastor Nganga, nimeomba huko. Ule demo nilikuwa nasema ana wachao anamzunguka Pastor Nganga. Tumeomba na Pastor Nganga tunakaa kabisa hivi tunaombea demo ya Facebook. Nikatoka pale nikaenda kwa Pastor Kanyari. Pastor Kanyari akaniambia kuna wachao watatu wanamzunguka huyo demo ndio wanabeba nyota yake. Nikatoka pale nikaenda JCM. Sawa, kwa Benson Kamau Bishop, nikaomba akasema hapo ndio sasa tukaona mwanga. Unaona, Benson Kamau akaniambia Idris, venye unajitolea kuombea msichana, akanipatia condition tu mbili, nifunge wiki mzima sikuli chakula. Sikunywi na ukuli. Sababu ya demo ya Facebook. Sasa hii matunda yangu yameonekana. Mazuri tumetenda, matunda yameonekana, lakini wanashukuru Idris akishaenda. Mimi mafanzo ya demo ya Facebook wamenipigia masimu. Hiyo siku sawa wana meet na Oga Obina. Wanampigia masimu, Idris utusamee sana, hatukukuwa najua, hata tutachanga tukununulie gari. Nikamwambia msinunulie gari. Mimi nalipwa na Mwenyezi Mungu. Mimi kitu nilikuwa nafanya ni sababu ya Mwenyezi Mungu. Because niona udada amengangana sana. Udada hii kipawa yake ni kutoka kwa Mungu. Unaona? Sasa hiyo ni one. Second, nikamwambia mafanzi wa demo ya Facebook, before mtumie matusi, before ya kusema hii nani tutaiangusha, hii tutaipiga, muulize kwanza huyu kijana, kwani mimi ni wazimu? Kwani mimi ni wazimu kia kwanza kuattack mtu rudia kwa hii njia? Na mimi sijamwattack eti kwa kumatusi. Namwambia toka kwa hii njia kuja kwa hii mwelekeo. Kutoka kwa hii njia kuja kwa hii mwelekeo. Ona venye tukurudiana na Oga Obina. Ona venye demo ya Facebook sasa kila mahali anapostiwa. Kila mahali kitabu watu walikuwa walimsusia. Na mimi nilikuwa nasema atasusiwa until akumbuke arudi nyuma. Retour à l'authenticité, rudi kwa wababu kwenye ulitokea. Na sasa amerudi, sasa ona kila kitu yake inafunguka. Na demo ya Facebook nakwambia wale watu wamekuzunguka bado wako lakini hawana nguvu sasa hii. Tumekuombea hawana nguvu. Very nice. Lakini kuwa makini. Very nice. Sasa swala la pili ambalo napenda tulizungumzie na la mwisho kabisa, naomba tu unipe ruhusa nikugonganishe kwanza na rafiki yako Kasipul. Kuhusu nini? Juzi tulikuwa naye hapa KNT na akasema kwamba yeye hamtambui BN kama msanii bora Afrika ya Mashariki. Anasema hata ile tuzo ambayo kama hamtambui BN anatambua nani? Ndio nilikuwa alisema anatambua Diamond Platnumz. Diamond Platnumz. Bro, hiyo ni 1 2 3 4 5 9 10. Acha niongee kwa Kiswahili. Bien, yeye watu wanatambua ni wasanii. Mimi naangalia wasanii wenye Kasipul anataja zaidi ni wa gospel na wa tarab. Sasa sisi tukiongelea profane, music profane. Sawa? Music profane ni nini? Si sasa secular. Tukiongelea music profane. Bien, Fally Ipupa amenipigia simu akaniuliza Idris, kwa Lingala yoza kuna na Kenya. Musicien wana Kenya. Oyo asala ki concert ya boy. Oyo bie. Akiwa anamaanisha nini sasa? Akaambia Idris, wewe mwenye uko Kenya. Huyo msanii mwenye aliperform live hivyo. Unamjua? Akasema na yeye bie wana za Grammy musicien wana Kenya. Akasema anataka collab na yeye. Nikamwambia mimi namjua, ndio msanii mkubwa East Africa sasa. Fally Ipupa, tuangaliane ukweli. Kuna mnaija anaitwa nani? Huyu anaitwa nani? Aliitisha Fally Ipupa collab. Fally Ipupa alimwita $50,000 bro. Kusema apige collab na Fally Ipupa $50,000, lakini anasema BL kwa zawadi atapatia Kenya. Because hata mimi mwenyewe aliuliza Mama Milia Bell. Na Kenya Ilobi na Kozonga na Duli. Amemuuliza yule mama. Akamwambia kama kuna watu wako na talent, hawatumii uchawi, hawatumii dumba, ni wa Kenya. Wa Tanzania talent zao zote zinakuja kwa uchawi.
Unaona, kama kuna watu wamecheza ball wakafika mbali kwa East Africa ni wa Kenya. Akawatajia akamwambia unamjua Mariga? Fally Ipupa akamjua Sia. Unaona, nimemwona Inter. Unamjua Wanyama? Yes. Nimemwona Tottenham. Mkenya, Mtanzania gani amefika huko? Kuna Mtanzania amefika kwa hiyo level? Kwa hiyo unajaribu kutuambia. Kwa hiyo mimi najaribu kusema wa Kenya talent yao ni ya kwa Mungu. Hawatumii ushirikina, hawatumii uchawi. Na Bien ndio msanii mkubwa sahi mwenye ana represent wa Tanzania, wa Kenya, anaweza piga collab na msanii yote kwa dunia, anaweza piga concert mahali popote kwa dunia na inasikilikana concert. Na kuuliza au wasanii wenye ametaja, niambie msanii gani anaweza piga ngoma zake za limba live 2 kama Sio tunasema Kasipul hajui muziki. Kasipul lazima, mimi nilisoma muziki, mimi niko na knowledge ya muziki, unasikia? That's why on dit la musique c'est un art de se de combiner une manière agréable par l'oreille. Charmer umuulize Kasipul kwanza, qu'est-ce que la musique? Musique ni nini? Atupatie kwanza, atudefinir, atupatie muziki kwa ukubwa. Atupatie aim ya music. Mimi namwambia ya kwanza ni charmer l'oreille, intéresser les esprits, promouvoir le cœur. Kasipul mwambie kama anajua hizo vitu. Music ni ile inachangamusha ubongo. Unaona, inafurahisha masikio, inaprove hiyo roho yako, inaweka pressure kulikuwa nayo inaweka chini. Kasipul anajua hizo vitu. Kasipul ataongelea vya muziki ama ataongelea siasa? Afatani na Salasia huko, wapigane na Salasia kisiasa. Sisi music atuachie. Kaka, sisi music kaka je. Music atuachie? Because si je le demande une question concernant la musique, est-ce que Kasipul peut s'en sortir? Je te demande. Nikimuuliza swali moja kuhusu music, Kasipul anaweza jitoa? Music si ile ya kusema tu unaona mtu anapiga kinanda anaenda kwa studio. Fally Ipupa, Papa Wemba before akufe alimshauri kishwari mmoja, akamwambia Fally Ipupa, tu connais la musique, tu connais chanter, mais tu utilises trop de machines. Unaona, alimwambia Fally Ipupa, wewe ni msanii mzuri, unajua kuimba. Bro, kujua kuimba hata mama wa kanisani wanajua kuimba. Bro, baki mnatumia mnatumia kompyuta sana. Bien si msanii wa kompyuta bro. Bien si msanii wa kompyuta. Mbona mnataka mbona mnanipatia hasira ya bure bro? Mna compare ardhi na mbingu kwa nini? Asante sana coach. Mimi nakasirika bro. Bien si msanii mwanaweza compare na msanii yote East Africa. Unasikia sasa eti wanakia leta eti Mbosso. Wanaleta hiyo sasa nikosia bien adabu. Unakosea tu msanii adabu live hivyo, unataka unaamua tu kusema acha nikuulize wewe, wakamate wewe anaweza kumpia na mtoto wako, mrafiki wako kuja tukwambie wewe na mtoto wako mko same, ndio mtoto wako venye anaenda natambaa maana naona natambaa bro, hiyo nikosea bien adabu na nikosea nchi kama Kenya adabu. Unaona, pale anakosea wa Kenya adabu, hiyo ni one. Kasipul second anafuata maokoto bro, maokoto iko na mwisho. Na kuuliza kati ya maokoto na mama yako nani muhimu? Mama. Kenya ni kama mama mzazi wa mtu. Hii country ni kama mzazi wa mtu. Acha nikuulize, unaweza kamata ndugu yako, niseme sasa hivi wakukamate wewe na ndugu yako. Sawa, kamate rafiki na ndugu yako. Waseme wako kwa bahari. Sasa wanataka kuzama. Uokoa umoja. Utaokoa ndugu, utaokoa rafiki. Ndugu. Sasa wewe unaenda Tanzania, unakamata kama ni hiyo ngiri 10 ya Tanzania. Ni 200 hapa Kenya. 200. Si Kasipul haiko kwa ile level tena ya kusifu wasanii. Kasipul kama uko na sifu rais, unasifu marais wawili. Hapo wanataka double king. Double king. Unasifu marais wawili? Bado unaenda jishusha tena mbele ya wasanii. Shwali. Sio tuache hiyo kazi sisi wenyewe tuna hao mahali wa kwenda. Maokote, hata hiyo maokote ya Kasipul na ogota kule si level yangu bro. Si level yangu. Hivyo tu nakwambia. Ni sawa mzee, asante sana kwa muda wako. Anaitwa Coach Idris Apoko ambaye ni msemaji pia wa katika tasnia ya muziki hapa nchini. Tunane tena kwenye video inafuata. Naitwa Shax.